wakati shetani anajipanga yeye na wale aliokuja nao. Kule mbinguni ni Lucifer, wale wenzake ni malaika. Walipotupwa tu chini, majina yote yakabadilika. Aliyekuwa Lucifer akaitwa Ibilisi, shetani, nyoka wa zamani. Yuko na mtu mmoja anaelewa? Wale wengine majina yao majini ya mkera sijani Maimuna, na kama umo ndani Maimuna usikie Maimuna, hili majina yote mabaya mabaya kawa ya pao. Halafu baadaye akasikia. So unajua ukimama maono ambayo hayana nani, usifikiri shetani anababasha sana kile. Kwa sababu shetani alikuwa na Mungu na anajua sauti ya Mungu vizuri kuliko unavyofikiria. Akasikia Mungu anasema na tufanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu. Siku moja niwaambie watu pale kanisani, kuna tofauti kati ya mtu na binadamu. Narudia, kuna tofauti kati ya mtu na nani? Sisi wote tuokaa hapa ni binadamu. Tukitafuta watu tunapata watano. Narudia, wote tuokaa hapa ni nani? Lakini tukitafuta watu tunapata. Sasa Mungu anaposema na tufanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, anayemfanana. Sura ya Mungu ni utakatifu. Hii ndio sura ya Mungu, hamna hila ndani yake. Alipokuwa kwenye bustani ya Eden, alikuwa ameweka mtu ambaye badala atakayefanya yale ambayo anataka yafanyike. Mtu mmoja aliuliza swali, kwani kiburi cha shetani kilitoka wapi? Kamwambia kilitoka ndani yake mwenyewe. Wewe mwambie mwimbaji ameimba vizuri, tumshangilia tukametoka hapo mpaka. Manoja leo ni ngoma. Imebeti. Ndio vizuri ngoma sasa. Sumu tu wampatie na kashikitano basi. Natoka pale. Ndio kiburi kilichoinuka ndani ya nani? Shetani. Ile sifa, wanasema sifa inafanyaje? Na wewe ndio unakupa kwa sababu ya sifa. Na hata mna nini wahubiri wa injili na waimbaji, ndio baraka. Lakini Mungu alitoa angalizo kwa yule mtu. Hii bustani inatengeneza iko nzuri. Niulize swali. Niulize nisiulize. Tunaishi ili tule au tunakula ili tuishi? Narudia tena swali. Tunaishi ili tule au tunakula ili tuishi? Tunakula ili tuishi. Wanapasema tunakula ili tuishi. Ndio. Wanapasema kwamba tunaishi ili tule. Yule mtu ambaye Mungu alimfanya akamweka kwenye bustani ya Edeni alipaswa kula ili afanyaje? Aishi. Sasa hapa tunataka kufuta ujinga ndani ya watu. Mwambie jirani yako tunataka kufuta ujinga. Ujinga ni kuelimishwa, tunaondoka ujinga, lakini upumbavu. Biblia inasema hata tumemewa kwenye kinu, huyo mpumbavu na ngano itakuwa unga, lakini jamaa upumbavu kwa pale pale. Tunataka kuondoa ujinga. Ile bustani ilifanya matunda mbalimbali. Alipaswa kula ili afanyaje? Lakini ndani ya bustani kulikuwa na miti miwili. Mungu anamwambia Adam, miti yote unaweza kula, lakini kuna miti miwili. Mti wa uzima. Na baadaye kuna mti wa ujuzi wa kujua mema na mabaya. Mti wa uzima alishia huo mti wa uzima.
kuendelea mbele. Mti wa ujuzi wa kujua mema na mabaya akamwambia, ukiula huu mti unakufa. Sasa inawezekana hakujua nini maana ya kufa. Saa hii alipoambiwa utakufa, hakika hakuelewa, lakini Mungu amesema na wakati shetani anaingia ndani ya nyoka kwenda kumshawishi Hawa, maswali mangapi? Matatu yalimtoshea, na yale maswali matatu ndio yale shetani alionekana kwenda kwa Yesu, ndio aliyotumia kumjaribia. Hawa alipigwa mweleka chini, Yesu akasimama kidedea. Kuna mtu mmoja ananielewa? Iko hivi, wakati wamekula ile tunda akamuuliza, ati hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile haya matunda? Ati Mungu anajua, ana akili huyo. Mimi nilikuwa naishi huko, naelewa. Siku mkila haya matunda, moja, mtafunguliwa macho, mtakuwa kama yeye, mtajua mema na mabaya. Unajua shetani siku zote katika maneno 10 mawili ya kweli, mengine yote amekupeleka kwenye mtego. Kwa kwenye maneno 10 anapata moja. Sasa kwenye maneno yale matatu, walikufa hawakufa, anawaambia mkila hamfi. Ni mwongo huyo. Wakafa, wakaangulia kuona. Niko nasema hivi, kwenye mti wa ujuzi wa kujua mema na mabaya, hapa ndipo mambo yalipoharibika. Watu wakafika mashimoni, watu wakaingia magerezani, watu wakateka nyara, watu wamepanda windo kutoka kwenye mti wa nini? Wa ujuzi wa kujua mema na mabaya. Na kwa sababu hiyo uharibifu ulitokea hapa. Biblia yangu sijajua kama ya kwako imeandikwa hivyo. Adamu alikuwa ni mzuri mpaka miti na mtamani. Hivi wewe ulishawahi kuona hiyo? Na wengine wanaanza kusema hilo alipata wapi kwa Biblia. Yaani alikuwa ni mzuri. Ndio. Ushakutana mtu mkakwambia anakutamani. Paka mtu kuna mwangalia sema isema. Hiki kifaa. Akikema sema yeye bila kumaliza kuomba. Ikema ile kwa nzuri hivi. Akitema na Adam alipanda juu. Lakini walipokula tunda tu ile ule uzuri wote kafanyaje? Kaondoka. Alikuwa anakula bila kwenda dukani. Akaanza kuingia dukani. Hapo ndipo tulipopata wachawi. Sema wachawi. Tukapata waganga. Tukapata wadangaji, majambazi suku, wararushwa komesha, wenye chuki bila utaratibu. Yaani kidikitia, yaani kera hili nao. Yaani kwenye mtu wa ujuzi wa kujua mema na nini? Na mabaya. Ndipo tulipopata wakorofi. Mwingine ikuangalia kwa kuna mkatoroka, hiyo sio sura mwanangu. Jamani ameamuda sasa kunipiga. Hapa ndipo tulipopata mambo yakabadilika, yakageuka. Kwa kuikata hadithi hiyo, Mungu akaandaa utaratibu. Sema utaratibu. Pamoja na kwamba amewatoa katika bustani ya Eden, akachukua mnyama akachinja, akawavika ngozi, wakapata nguo, sadaka ikatolewa ili watu wakapata kwa sawasawa. Halafu baada ya hapo mambo yanaenda. Unajua kwenye Biblia ukiangalia huko mwanzoni mwa Biblia yako imeandikwa Agano la Kale na Agano Jipya. Sasa wacha leo nikupatie kitu. Humu ndani mna maagano 4. Ungea mesema kuna maagano mangapi? 4.